Ndugu zangu wa Tanzania, nawapa salamu yangu. Mungu awajalie muwe na uhai. Kwa hiyo nimekuja Dr. Kifimbo. Mimi naitwa Haruna Yahya Mwamuhehe almaarufu Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa. Kwa kweli nakuja na habari njema ya maradhi ya kina mama. Wakina mama wana magonjwa ya matumbo, machango, majimaji ukeni, muwasho sehemu za siri na kukosa uzazi. Na hata akifanya jambo lolote kwa kweli anashindwa kupata uzazi. Sababu za kuto kupata uzazi ni sababu nyingi, na leo bahati nzuri tutazieleza. La kwanza, kama tulivyokuwa tumeongea awali, muingiliano wa mwanaume na mwanamke katika hedhi. Unapoingiliana mwanaume na mwanamke katika hedhi, mwanamke unapata matatizo ya chango. Chango linakuwa kwenye kinena, na chango litatoka, litaleta majimaji ukeni, muwasho sehemu za siri, litaondoa hamu ya tendo la ndoa. Sasa magonjwa mengi yanalimbikizwa kwa sababu ni magonjwa ya Kiswahili. Unapoenda kupima hospitalini, bahati mbaya ukishaanza matatizo ya magonjwa ya matumbo ya kina mama, typhoid inajificha. Kwa hiyo unaweza ukafikiri labda unatibu, ukafikiri unatibu tumbo, kuunguruma, kukosa choo na kadhalika. Kumbe ndani kuna mlimbikizo wa magonjwa. Kitaalamu, japokuwa mimi ni mtu wa tiba asili, ningekuwa nahusia sana, unapoona magonjwa hayo tibu, pima na magonjwa ya typhoid. Typhoid ni ugonjwa mbaya sana na unajificha kutokana na maradhi, lakini mazumuni yetu leo tuongelee magonjwa ya matumbo ya kina mama na kukosa uzazi. Unapokuwa umepata matatizo ya maradhi hayo ya muingiliano wa kwenye hedhi, kwa kweli uzaa matatizo mengi kwa mama. Tatizo la kwanza, kukosa hamu ya tendo la ndoa, na hata wengine wanayekula vidonge hivi vya kuzuia uzazi, inaondoa sana radha ya kuweza kupata uzazi. Kwa hiyo hata ukiacha, ukirudia, bado matatizo yako pale pale. Mimi ningeshauri, tutakuwa tuna dawa hizi za kufunga uzazi kiasili, lakini bado hizo dawa zinahitajika kuwa nyingi, na bado hatujazipima kwa mkemia. Sisi tunataka kitu chetu chote tupime kwa mkemia ndio tuanze kuhudumia, lakini zipo hizo dawa na tuko njiani kwenda kupima ili tumhudumie. Lakini kwa sasa unaweza kutumia wakati ule wa tatizo. Ukiona hali mbaya, bora utumie kondom. Kwa kipindi kile unaona unataka kushika ujauzito, ushauri wangu mimi Dr. Kifimbo, tumia kondom ili usipate uzazi. Lakini haya madawa kwa utafiti wa muda mrefu, naomba na nyinyi wataalamu njoo tuje tuzungumze. Kila unayemuoja anayekuja kwangu, chanzo kikubwa kadunga sindano wa kuzuia mimba, chanzo kikubwa kafanya kadha kadha, kala mavidonge, si mazuri, anapoteza hata hamu ya tendo la ndoa. Na raha ya mume na mke ni tendo la ndoa. Na mwanamke unavyofanya lile tendo la ndoa, ukajaliwa ukawa unatoa manii sana, ndio mume anavyopata nguvu za kiume. Narudia tena, mwanamke ukiwa kwenye tendo lile, mume kisha kuandaa, unafanya lile tendo, mwanamke unatoa manii kwa nguvu zaidi, ndio raha ya mwanaume. Hata kama aliishiwa nguvu za kiume kileleni, anapata nguvu za kiume, na pale mnakuwa mnasaidiana, wewe na mwanamke na mwanaume. Ule mwendo hauendi mwenyewe, kwa hiyo unatia hamu, huchoki. Mwanaume unaweza kurudia hata lilokuwa la pili. Sasa tunasema una nguvu za kiume kwa sababu mwanaume ukifika wewe umeshamaliza, basi unafanya kazi peke yako, hukumshirikisha mwenzi. Ndio maana kuna kitu kinaitwa maandalizi. Unapofanya maandalizi kwa mkeo, anavyotoa manii zaidi, ndipo unaposikia raha, na mtasaidiana. Atatumia nguvu mwanamke, nao utatumia nguvu, hamna atakayechoka. Ngoma itakuwa draw na utakuwa na hamu hata tendo la pili. Zamani
Sisi tulienda unyagoni, tulienda jando na kina mama walienda unyagoni. Turudishe hizi mila na watafuta wale watu ambao wanajua mambo ya jando, wanajua mambo ya unyagoni, wanione, namba zangu ndatoa. Turudishe kila mkoa. Hii elimu ni muhimu sana katika nyumba. Siku hizi mwanaume kuvua zipu umemaliza, utakwenda mwenyewe, utarudia kwa sababu umetumia nguvu. Anakwambia hii ni mwendo mrefu. Kwa hiyo ule muda uliotumia kulifanya hilo jambo hukumstarehesha mwenzio. Inataka utulivu. Na sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu, mwisho mgeni saa 2 usiku kufika kwako. Leo wageni wetu wanafika, anaangalia TV. Wewe umegombana na mkeo, unashindwa hata kujadili. Wenzetu wa pwani, ili tuseme ukweli, walifuata mila na desturi. Ndio maana baba zetu walikuwa wakienda Dar es Salaam hawarudi, wakienda pwani yote hawarudi. Unapomtuma ndugu yake naye anapotea, unayemtuma anapotea. Ndio tukajazana pale Dar es Salaam na sehemu za pwani, kwa sababu ya ustaarabu. Kwa sababu ya ustaarabu walifuata vitabu, mapenzi walifuata vitabu. Ila mtu akishaonesha mapenzi anaonekana malaya. Kumbe ni desturi mwanamke akuoneshe raha na we upate ashki. Sasa tunaposema sheria mtu kufika nyumbani kwako mwisho saa 2, na wenzetu wa pwani mwanaume anavaa msuli ile saa 2, mwanamke anavaa kanga. Misha kuwa pale anavyopika na nini. Kwanza ile hamu peke yake ni nguvu za kiume. Ile hamu mnalishana na kadhalika. Lakini leo hatufanyi hiyo desturi. Tuna rafiki kipindi sisi binadamu, unagombana we na mkeo. Sisi binadamu kuna matatizo yametokea pale. Baada ya kujadili na mkeo, kuna mtu hapa yuko anaangalia TV, wakati sio wakati wake. Sasa baada ya jambo lenu kulimaliza hili, ili mkishughulika jambo la usiku, mnashughulika usiku tu, mmemaliza madhila yenu hapa. Kwanza mimi nakwambieni nyinyi wanaume, mwanamke akiridhia ndani ya nyumba, akiwa na raha, na unavyorudi anaona usalama wako wewe. Lakini unarudi na mapombe yako, umelewa. Yule akuja kula kwako amekuja kwenye shughuli ya kushughulikiwa. Wewe ukifika hoi, asubuhi unahitajika kazini. Kwa kweli hata baraka ya pesa upati. Ila mwanaume, jizungushe usiku kucha, asubuhi utimize. Utaona mama anainuka, anakuchukulia maji, anakufanyia huduma zote, na wallahi ukitoka unapata fedha. Na asiyeamini afanye haya. Turudi makazini, tukae katika nyumba zetu, tuwaoneshe rafiki zetu maeneo tunayekwenda ni maeneo salama. Lakini wewe kurudi usiku, unapoteza raha ya unyumba. Na unapopoteza raha ya unyumba, ndipo unapopata tatizo la nguvu za kiume. Matatizo mengine ya nguvu ya kiume, kuwahi haraka, umemaliza mwenyewe. Matatizo ya nguvu za kiume, kutokuwa jirani na mwenzio. Matatizo ya nguvu za kiume, kwa sababu upati muda wa kutoa madhira ya kazi, uchovu na kadhalika, na ukakaa na mwenzio kwa muda mrefu, na ukajua saizi na shughuli moja, shughuli ya kumhudumia mke wangu. Hapo usilete tena ujeshi. Hata mwanajeshi ni saluti. Kwa hiyo maradhi mengine yanayosababisha hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke na mwanaume ni maradhi ya kutokuwa na bustani njema katika nyumba yenu. Ustawi wa pale muda ule unavyokwenda, mkeo anavyopika amevaa kanga, umevaa namna hiyo, na mko nyinyi na Mola wenu, mtafanya jambo jema na wewe utapata nguvu za kiume. Kuna madhara ya nguvu za kiume, magonjwa. Kuna madhara ya nguvu za kiume kama tulivyosema, kuna madhara ya nguvu za kike. Unajua, tunapozungumzia nguvu za kiume, mwanaume ndio mwenye tatizo la nguvu za kiume. Mwanamke anakosa hamu ya tendo la ndoa. Mwanamke huwa anakuwa na nguvu time yoyote.
Ndio maana mwanaume ukitembea na wanawake watatu roho inaweza kutoka, lakini mwenzio mwanamke hana tatizo. Kwa wao wanayefanya umalaya atakwenda na 6 na 8, kwa sababu ana nguvu kabisa. Mwanamke nguvu zake zipo, yeye anatafuta kitu kinaitwa hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama unashiriki vizuri, unamwandaa mwenzio vizuri, mkakaa vizuri katika hali ya usafi, mkaanza kwenye kula na kadhalika, mpaka mkafika pale kwenye ile hali, kwa kweli kwanza unazirudisha nguvu za kiume mwenyewe, na mama anakuwa katika hali ya usalama. Lakini unapokuwa haupo nyumbani, mwanamke anakuwa na hofu sana, ana hofu nyingi, ana hofu anadhulumiwa, ana hofu unaweza kupata matatizo. Unaondoa iba ya mapenzi, unaondoa, anakuwa mwanamke ana mawazo ya maendeleo, unashindwa. Sasa ulimuolea nini? Na dini inakataza zina, kwa sababu unapofanya zina huku na huku, huna unayemtosheleza, kwa sababu ni zina, sio maridhiano. Utamaliza mwenzio, unamwacha na hamu, sababu hakuna maridhiano hapa. Mungu ndio maana alisema zina mbaya. Mwenyezi Mungu anavyosema jambo baya lina makini, ukilichambua unaona, sababu wewe uliumbiwa mwenzio, rudi nyumbani kammalizie. Kwa hiyo mambo mengi ya kutembea huku na huku, hasa wanawake, manii mnapata za aina nyingi, zinachangia magonjwa. Tena manii inachangia sana magonjwa ya kansa. Leo kakuingilia huyu, kakuingilia huyu, kakuingilia huyu. Nina magonjwa ya kansa, majimaji ukeni, mwasho sehemu za siri. Na ukipata mwasho sehemu za siri, ile chango linavyomwaga, hapo unakuja na kansa, hapo unakuja na majimaji ukeni. Bahati nzuri Mola wetu mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu anayetupenda, anasema ukiugua nimewapeni dawa. Tiba ninazo, Dr. Kifimbo, bingwa kutibu meno bila kung'oa, Mwamuhehe mwenyewe.